Umeshiriki na wanaume wawili tofauti kwenye siku mbili tofauti ambazo zinakaribiana na siku ya ovulation, then mwisho wa siku ukajikuta ni mjamzito. Sasa unajiuliza, hii mimba ni ya nani? Kabla sina kujibu hili swali, ni kukumbushe tu, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, basi usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Medical Life. Ninapoelekea kujibu hili swali, naomba nigusie mtazamo wa jamii. Jamii naamini mwanamke ndio mtu pekee ambaye anaweza kujua exactly ni nani baba wa mtoto, lakini kitaalamu hili jambo wakati mwingine haliwezekani. Utaratibu wa mwanamke kuchanganya wanaume wawili tofauti ni utaratibu ambao ni mbaya na haukubaliki kwenye jamii zetu. Inapotokea mwanamke amekutana na wanaume wawili tofauti kwenye siku mbili tofauti ambazo zinakaribiana na siku ya ovulation, zinakaribiana na siku ambayo yai limepevuka, anaweza kupata ujauzito. Lakini ile hali ya mbegu aina mbili tofauti kuingia kwenye via vya uzazi vya mwanamke mmoja, ni kwamba mbegu itakayowahi kurutubisha yai ndiyo mbegu ambayo itasababisha ujauzito. Kujua ni mbegu ya nani exactly, hili swala haliwezekani, kwa sababu hakuna kipimo maalum cha kupima papo hapo kwamba hii mimba ni ya nani au mbegu ya nani ndio imesababisha huu ujauzito. Jambo la kwanza ni kuwepo na yai bora kutoka kwa mwanamke, yai ambalo limekomaa na liko tayari kwa ajili ya kurutubishwa, na kuwepo na mbegu bora kutoka kwa mwanaume, mbegu ambayo ina sifa ya kurutubisha yai na mimba kutokea. Baada ya hapo urutubishwaji utokee, ndiyo mimba iweze kutokea. Sasa zinapoingia mbegu mbili tofauti, ni kweli ujauzito utatokea, lakini kuna maswali ya kujiuliza. Mbegu inapoingia kwenye via vya uzazi vya mwanamke inaweza kulasti kwa siku ngapi? Kitaalamu ni siku 3 mpaka 5. Mbegu inaweza kuwepo kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Na vipi kuhusu yai? Yai linapopevuka lina masaa 12 mpaka masaa 24 kuendelea kuwa hai na kusubiri urutubishwaji. Baada ya hapo ujauzito hauwezi kutokea. Sasa let's assume mbegu imeingia siku moja kabla ya yai kupevuka. Ina maana inaweza kusubiri baada ya siku moja ikapevusha ile yai. Hivyo basi ujauzito unaweza kutokea masaa machache baada ya mbegu kuingia endapo yai tayari imepevuka. Lakini vile vile ujauzito unaweza kutokea siku chache baada ya kuwa mbegu imeingia, kwa sababu mbegu inaweza kuingia siku 3 kabla ya yai kupevuka. Hivyo mbegu itaendelea kucirculate kwenye via vya uzazi vya mwanamke, na yai inapopevuka basi ujauzito utatokea. Sasa ameshiriki na wanaume wawili tofauti, mwanaume A na mwanaume B, na wote wakaweka mbegu zao pale kwenye via vyake vya uzazi. Kupredict hii mimba ni ya nani exactly, kitaalamu hili swala haliwezekani. Na kwa nini haliwezekani? Ni kwa sababu mbegu zote kama zina sifa ya kurutubisha yai na zipo kwenye via vya uzazi vya mwanamke mmoja, basi yoyote inaweza kusababisha ujauzito. Ukiniuliza hii mimba itakuwa ni ya nani, mimi nitakwambia sifa. Either usubiri ujifungue ufanye kipimo cha vinasaba, au usubiri hii wa hili jambo ni kipimo cha vinasaba, kipimo cha DNA. Baada ya mtoto kuzaliwa kinaweza kufanyika na kukwambia huyu mtoto ni wa nani. Sasa hapo utakuwa tayari umechelewa. Kama ni mwanamke kwenye ndoa, basi inawezekana ukaribu ndoa yako. Kama ni mwanamke ambaye haukuwa unatarajia kuzaa na mtu fulani, basi huenda ukazaa na yule ambaye haukumtarajia. Hivyo hili jambo kwa jamii ni jambo ambalo ni baya na halitakiwi kuwa entertained.